Kwa jina naitwa Petro Lusujaki Lukumai, mwenyekiti wa tawi la Ngiresi katika tiketi ya CCM. Ili tukio imetusikitisha, kwani kwa hivyo hata juzi wiki iliyopita kuna tatizo limetokea tu kwenye makaburi hapa, vijana wakaleta mgomo wa kuzika ambalo imeendelea kushangaza jamii. Wakati tunaendelea na ufumbuzi kuonana na viongozi wa mila na wa kanisa ili tuweze kufanya mambo, vijana waweze kuwa na maadili, ikatokea tena hili jana. Kwa sababu kama mauaji yametokea, upande mmoja unatulia serikali iweze kufanya majukumu yake. Kwa sababu hakuna aliyemtorosha, aliyefanya labda hilo tukio la kupigana. Lakini tunaomba, hata leo nimemsimu mwenyekiti wa kijiji, baada ya ile tukio waitane wasee mashuhuri wa mila, watu mashuhuri wa kijiji hiki wapo, hata wakina mzee Loti bado wapo, waweze kuelimisha jamii ili isijirudie tena ya mambo. Sababu imesikitisha, watu wamekosa amani, kijiji kimekosa amani. Na sasa hata nasi tunaililia familia kwa watoto ambao wameachwa, nyumba imeharibiwa, inasikitisha sana. Kwa hiyo niwaombe jamii, hasa vijana, wakajiangalia kwamba tatizo linapotokea wasubiri serikali ichukue hatua, lakini sio kuchukulia hasira mikononi mwao kuja kuharibu vitu vya watu. Jinsi ulivyosimuliwa, tukio lianzaje huko ulipotokea kufikia? Mimi nilipigiwa simu na mwenyekiti wa kijiji. Nilipigiwa kwanza na kijana mmoja wa jirani hapa. Akaniambia, vijana wamekuja kuvamia nyumba ya William, huyu jamaa anaitwa William Mungas. Kaambia kwa nini? Wakasema wanasadikia kwamba kuna kijana kule juu ameuawa kutoka kitongoji cha Kimelo. Na mimi nilikuwa kule chini, kwa hiyo nilipofika nikakuta watu wengi huku, wao vijana wako wengi huku. Sasa wao huku tukabidi tukasema tukianza kuja kuingiliana huku ingetokea mauaji leo makubwa zaidi. Kwa hiyo tukawazi kwanza wakabembelezwa, wao wakaondoka, walipomaliza kuunguza nyumba tuko pale ndio tukaja tukazima moto. Tukazima moto basi. Polisi nao wakaenda kuja saa 5, wakafika eneo la tukio. Nafikiri wale wahusika wamechukuliwa jana kwa mahojiano zaidi. Umetokea sehemu moja, baba moja mzee mmoja anaitwa Thomas Lenina. Walimpiga nini, alikuwaje mpaka? Sijajua, nasikia tu wamegombana. Sasa sisi hatujaona hata mwili wa marehemu. Kwa hiyo polisi nao walipokuja walibidi wawashike wale na walienda jana kuangalia kwamba nini kilichosababisha kifo cha marehemu. Yule kule juu ndio amekufa. Ndio sasa wakaja wao kusema huyu ndio walipigana naye ndio iliyosababisha tatizo la kifo. Hii inatengeneza picha gani sasa kwa watu kama nyinyi ambao mnaishi kwa heshima kwenye kijiji chenu hiki, lakini watu wachache inakuja kuonyesha kwamba vile huku upande wa Meru ni watu washari, kumbe kuna tabia za watu wachache. Hilo sasa ndio maana tumesema jamii itabidi sasa ikae, mwenyekiti atafute njia kina ya kupambana kuhakikisha kwamba haitajirudia matukio. Kwa sababu ukanda wa mlimani sana kweli imeshakuwa ya matukio, vijana kutosikia. Na hiyo ni mbaya. Na kwenye uongozi wako na nafasi yako, hili ni tukio la ngapi kujitokeza na kufanana? Kwenye toka mimi kuja ni tukio la pili. Kipindi cha mwaka 2000 kuna kijana tu aliuawa kule kipindi cha mwezi wa 12 kule juu. Kwa hiyo sasa imekuwa ikijirudia, ni kama miaka 3 imeshapita. Hapo ndio hilo kweli jamii wamejisahau. Wamejisahau kwa hilo. Utaratibu wa viboko 70 unaushauri? Nashauri kwamba vijana sasa tukae makundi zote, wazee wa ukoo, kanisa nini, lakini mila ichukue hatua yake kwa sababu wamejisahau. Ushauri wako kwa serikali sasa? Serikali ni kweli ni kwamba wapambane kwa hali na mali kuhakikisha ulinzi na usalama unaendelea kuwepo. Na kwa sababu jana kulikuwa na familia na watoto, imekuwaje hao usalama wao kama viongozi wa chama na serikali? Sasa ndio tunaangalia tukutane tu na jamii kwa sababu wale watoto tunashukuru kumbe hawakuepo, na ile mama kumbe alimpeleka mke mwenzake hospitalini. Kwa pia tukashukuru kwa sababu ingekuwa leo ni mambo mengine. Mtumio alikuwa wapi? Mtumio hatujamuona. Na hajulikani hata alipo sasa mpaka sasa. Kwa majina mimi naitwa Jonas Lemeitei Kivuyo. Ni mwenyekiti wa kijiji cha Ngiresi, ambako ndiko kulitokea tatizo la mauaji jana.
Kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni mauaji ambayo mlikuja mkasiona kwa baada ya kwamba vijana walikuwa baa. Ugomvi ukatokea pale baa, sijajua ni taharuki ya wanawake sijajua ni, lakini ni ugomvi ulianzia kwenye baa. Nadhani zilizotokea ni mauaji ya kifo, kuli mmoja kupoteza maisha. Na baadaye vijana kutokea na kwenda kuchoma nyumba ya aliyesadikika kwamba ndiye alihusika katika mauaji yale. Siwezi kusema hilo kwa sababu sikuthibitisha, lakini pakusanyika hapo tai pana msoga, kwa hivyo yamkini labda ndivyo au sivyo, lakini pakusanyika hapo tai pana msoga. Wengine wanasema ni mwanamke, wengine wanasema ni ulevi, kwa hivyo lakini taharuki nyingi inasemekana kwamba ni mwanamke, lakini siwezi kusadiki haya. Lakini naitwa Mieli Simon, mkazi wa kitongoji cha Ondoroto, kijiji cha Ngiresi. Kuhusu tukio la mauaji, sisi kwa kweli hatuna wakanao au niseme kwamba eti nilikuwepo. Hatukuwepo. Sisi tukio ambao tulikuwepo ni uvamizi wa vijana kuja kwenye nyumba ya mhusika walio sababisha kifo. Tukawa tumefika hapa. Mimi ndio wa kwanza kufika pale. Baada ya kufika pale nikawa nimewekwa kati na hao vijana. Baada ya kuwekwa kati, ikatokea kijana mmoja kaniambia wewe ondoka, sababu wanaweza vijana kumalizia wewe hasira. Na hao vijana kuja kuvamia pale walikuwa wanamtafuta ule kijana aliyesababisha kifo cha huyo kijana mwingine. Kwa hiyo sasa hapo sisi tukawa tumeondoka, nikawazuia akina mama kule kwamba wasije huko pamoja na vijana wengine. Maana tulikuwa tunataka sisi tuvamie tuweze kugombana na hao vijana. Lakini tukaangalia kwamba na mwenyekiti wa kitongoji cha Ondoroto tukasema kwamba haina haja kwenda kusababisha vurugu. Tukawaacha wakachoma, walipomaliza kuchoma moto wakaondoka. Lakini kwenye tukio la mauaji hatuna ushahidi uliokamilika kwamba je, kilichotumika ni nini. Nafikiri hapo ndio mwisho wa maelezo yangu mimi.